Tunawakaribisha nyote katika mfululizo wa masomo ya juma hili yaliyoandaliwa na ACP Projects yenye kichwa kinachosema kwa nini nipo duniani? Kuanzia tarehe 25 Desemba mpaka tarehe 31 Desemba 2025. Mkufunzi wako ni Elisha Michael Edward, mtaalamu wa lugha ya alama, mshauri wa vijana na jamii na mwenyekiti wa Cake Foundation inayojihusisha na kusaidia jamii ya watu wenye uhitaji. Kwa mambo mengi zaidi tembelea YouTube na Instagram kwa jina la Elisha Edward. Usisahau kusubscribe, comment na kushare. Asante. Habari gani, na tumaini nyote mu wazima wa afya kabisa. Nipende kuwakaribisha tena katika mfululizo wa masomo ya juma hili ambayo yana kichwa kinachosema kwa nini nipo duniani. Siku ya jana tulikuwa tuna somo ambalo liliweza kutuonesha kuwa matokeo ya kila mwanadamu kuwepo duniani ni mpango mahususi wa Mungu tangu mwanzo. Kwa hivyo miongoni mwetu hakuna mwanadamu yoyote ambaye ametokea duniani kimakosa au kwa bahati mbaya. Kila mtu uwepo wake duniani ni mpango mahususi wa Mungu wa yeye kuwepo duniani. Ni kukaribisha tena katika siku hii ya leo katika mfululizo wa mada hizi ambazo zinaenda kutupatia majibu ya swali hili, kwa nini nipo duniani? Mwaka 1859 ni mwaka ambao katika nchi ya Uingereza kulishuhudiwa ajali mbaya sana ya treni. Ajali hii iliweza kusababisha vifo vya watu wengi wakiwemo watoto. Kwa kipindi hicho usafiri wa treni ulikuwa ni usafiri ambao ulienea kwa kasi zaidi katika bara la Ulaya. Lakini hatua za usalama zilikuwa ndogo kutokana na teknolojia. Ajali hiyo iliweza kupelekea vifo vingi sana, na ndani ya treni hiyo kulikuwa na madaktari 5 ambao waliweza kupona kutokana na ajali hiyo. Ripoti zinaeleza kuwa endapo madaktari hawa 5 wasingeweza kupona ndani ya treni hiyo, watu wengi zaidi wangekufa kama isingekuwa juhudi za hawa madaktari ambao walikuwepo ya treni hiyo ambayo ilipata ajali katika nchi hiyo ya Uingereza. Ilikuwa ni kutoa uokozi kwa hawa majeruhi ambao walikuwa ndani ya treni, na isingekuwa ni wao, na maana kwamba watu wengi zaidi wangeweza kufariki dunia kutokana na hiyo ajali. Kila mmoja wetu duniani yupo duniani ikiwa ni mpango mahususi wa Mungu, na mpango huo unamhitaji huyu mwanadamu ambaye Mungu alikaa na kuchukua muda wake kumuumba aweze kufanya kitu fulani ambacho ndio lengo hasa la Mungu kumweka duniani. Na kitu hicho tunaita kusudi, kwamba Mungu kwa nini amekuweka duniani, kuna kusudi ambalo anahitaji ulitimize, na unapolitimiza maisha yako duniani yanakuwa yana maana, kama vile ambavyo hawa madaktari walifanya ndani ya ajali ambayo ilitokea mwaka huo 1859. Tukirudi mwanzo kabisa wa uumbaji kwenye kitabu cha Mwanzo 1 fungu la 26 sehemu ya 2, hapo tunaona Mungu anasema mambo yafuatayo: 1, wakatawale samaki wa baharini, 2, na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia. Kwa hivyo ukisoma ndani ya fungu hili unagundua kitu kimoja cha msingi sana katika maisha yetu, kwamba Mungu hakumuumba Adamu na Hawa waje kuzurura ndani ya bustani ya Eden. Adamu na Hawa hawakuumba waje kupoteza muda ndani ya bustani ya Edeni. Mungu wa mbinguni wakati ambapo anapanga mpango wa kuwaumba duniani, alipanga waje kuitunza bustani ya Eden, kutunza vitu vyote ambavyo Mungu aliweza kuviumba kabla ya wao kutokea duniani. Kwa hivyo kila mmoja wetu ambaye yupo katika duniani ni lazima atambue kwamba kwa nini yupo duniani. Mungu alipanga yeye awepo hapa duniani, lakini pili, Mungu alimpatia kusudi au kazi maalum ambayo anahitaji aje ifanye hapa duniani. Kwa hivyo endapo Adamu na Hawa wangetimiza kusudi la Mungu katika maisha yao,
kutunza kila kitu ambacho Mungu alihitaji wakitunza katika bustani ya Eden, maisha yao yangekuwa na maana. Hicho ndio kitu cha msingi ambacho tunapaswa kukijua kama wanadamu ambao tunaishi katika dunia ya sasa. Mwandishi mmoja maarufu sana katika nchi ya Tanzania ambaye anajulikana kwa jina la Shemeji Mareyeki, mtu huyu anasema kwamba Mungu huwa anaumba kusudi na hilo kusudi linamuumba mtu. Kwa hivyo Mungu wetu kabla ya kutuumba au kabla ya kutufanya sisi tutokee duniani, tayari alishatengeneza ni nini ambacho tunakuja kukifanya katika hii dunia, na hilo kusudi ndilo ambalo linamfanya yeye aweze kutuumba. Kabla hajamuumba Adamu, alihitaji kiumbe ambacho kitenda kutunza vitu vyote ambavyo aliviumba, ndio maana akamuumba Adamu. Kwa hivyo kabla hajatuumba sisi, kuna jukumu fulani au kusudi maalum ambalo alihitaji sisi tulifanye hapa duniani. Na baada ya kugundua kuwa mtu fulani ambaye ni mimi au wewe tunafaa kufanya kitu hicho, ndipo ambapo aliruhusu uwepo wetu duniani. Jana pia tuliangalia fungu moja kwenye kitabu cha Mathayo 1 fungu la 21, wakati ambapo malaika anamwambia Yusufu juu ya Mariamu. Anamwambia kwamba tazama, Mariamu atamzaa mwana na utamuita jina lake Yesu, maana ndiye ambaye ataokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hivyo kabla Yesu hajatokea duniani, tayari ametengenezewa kusudi kwamba anakuja duniani kufanya nini. Anakuja duniani kuokoa watu wa Mungu dhidi ya dhambi za ulimwengu. Hicho ndio kitu ambacho Mungu alihitaji Yesu aje akifanya duniani. Kwa hivyo kila mmoja wetu ana kitu chake cha kipekee ambacho Mungu alihitaji wewe au mimi tuje kukifanya duniani, na hakuna hata mmoja ambaye ana kitu kinachofanana na mwenzake. Hakuna hata mmoja ambaye ana kusudi ambalo linafanana na mwenzake. Kwa hivyo unapojiona katika ulimwengu, haijalishi uko katika wakati gani au upo katika hali gani, tambua kwamba una kitu cha thamani ambacho Mungu anahitaji uje ukifanya duniani, na unapokifanya hicho, maisha yako duniani yanakuwa na maana. Kwa wakati fulani unaweza kujiuliza kwamba hivi nikijiangalia mimi nilivyo au wewe ulivyo, hivi kweli na kitu cha thamani ambacho Mungu anahitaji nini nikifanya duniani ambacho ndio kusudi hasa la yeye kuniweka duniani? Jibu pekee ambalo naweza nikakupatia usiku wa leo ni kwamba ndio, kila mwanadamu ana kusudi maalum ambalo Mungu anahitaji aje alifanye duniani. Kwa hivyo haijalishi una hadhi gani au una hali gani, tambua kwamba bado una kitu cha thamani ambacho Mungu anahitaji uje ukifanye hapa duniani, na ndio maana alikufanya wewe utokee kwa wakati huu katika huu ulimwengu. Tukirudia jana kisa ambacho tuliweza kukiangalia cha Bwana John Stephen Akwali, tuligundua kwamba mwanariadha huyu wakati ambapo anaanza kukimbia hizi mbio, kipindi ambacho ameruhusiwa kuanza kukimbia, alipata ajali. Lakini baada tu ya kupatiwa huduma ya kwanza, bwana huyu aliamka tena na kuanza kukimbia mbio hizo, kipindi ambacho watu ambao alitakiwa akimbie nao walikuwa wamefika mbali na kumwacha umbali mrefu. Lakini hakujali hilo, aliendelea kukimbia taratibu kwa kadri alivyoweza, na hatimaye aliweza kufika mwishoni kabisa mwa mbio hizo, kipindi ambacho tayari wenzake walikuwa wamefika muda mrefu. Lakini kitu pekee ambacho kilitokea katika uwanja huo ni kwamba watu wote ambao walikuwepo katika uwanja huo kuweza kutazama mashindano hayo kwa siku hiyo waliweza kusimama na kumpigia makofi, ishara ya heshima. Kwa nini walimpigia makofi? Hawakumpigia makofi kwa sababu alikuwa wa kwanza katika mbio hizo. Hapana, walimpigia makofi kwa sababu alitimiza kitu ambacho kilimpeleka katika nchi ya Mexico. Licha ya kwamba alikuwa wa mwisho, lakini bado alipewa heshima ile ile ambayo huenda ilimzidi hata yule ambaye alikuwa ni mtu wa kwanza katika mashindano hayo. Kwa hivyo kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yako hakukuhitaji wewe ni mtu ambaye maybe una status fulani ya kiuchumi au ya maisha au una level fulani ambayo inakuweka juu. Vile vile ulivyo, una nafasi ya kutimiza kile ambacho Mungu anahitaji ukifanye katika hii dunia. Kama vile ambavyo ilitokea kwa Bwana John Stephen Akwali, inaweza kutokea kwako leo. Kwa hivyo kila mmoja wetu katika jamii ambayo anaishi ana kitu cha thamani ambacho Mungu anahitaji akifanye kwenye jamii yake. Inawezekana Mungu anahitaji wewe uje kuwa mwimbaji katika hii dunia, lakini pia kuna mwingine ambaye huenda Mungu anahitaji awe mshauri katika dunia.
Kuna wengine ambao Mungu anahitaji waje kuwa madaktari au maengineer. Kupitia vyote hivyo ambavyo Mungu anahitaji uje uvifanye duniani, jua kuwa unaokoa maisha ya watu. Kwa hivyo ni jukumu lako kufanya kila namna kutimiza kile ambacho Mungu anahitaji uje ukifanye duniani. Kila mmoja wetu usiku wa leo ana jukumu la kujiuliza kwamba Mungu anamhitaji yeye aje kufanya nini katika hii dunia. Kusudi au lengo hasa au kazi hasa ambayo alihitaji yeye aje ifanye duniani ni nini? Hicho ni kitu cha msingi ambacho kila mmoja wetu anapaswa kukitambua. Unapogundua kusudi lako, Daktari Norman Doidge katika kitabu chake cha The Brain That Changed Itself ambacho kiliandikwa mwaka 2007 ukurasa wa 18, anaeleza kitu cha msingi na cha pekee sana. Anasema kuwa tafiti nyingi za neuroscience zinaeleza kuwa ubongo wa mwanadamu ni mnyumbufu au tunaita neuroplastic kitaalamu. Una uwezo wa kubadilika kulingana na kile ambacho unakifanya mara kwa mara. Kwa hivyo endapo utagundua kusudi lako kwamba Mungu alinihitaji mimi nije kuwa nani katika hii dunia, ni jukumu lako kufanya kazi hiyo mara kwa mara, na kadri ambavyo utazidi kuifanya mara kwa mara ndivyo ambavyo utafanya katika ubora na thamani ambayo Mungu alihitaji wewe uifanye ili kusaidia watu wanaokuzunguka katika jamii yako. Hicho ni kitu cha msingi ambacho unapaswa kukijua. Swali ambalo unaweza kujiuliza lingine ni kwamba hivi kitu gani ambacho kinakwamisha wengi wetu leo kuweza kutimiza kile ambacho tulipaswa kuja kukifanya? Nitoe mfano mmoja wa mnyama ambaye anaitwa ayala. Ayala ni mnyama ambaye anafanana na swala. Ayala ni mnyama ambaye pindi ambapo ana kiu kubwa ya maji, mwili wake unaanza kutoa harufu au unaanza kunukia, na harufu hii ambayo inatoka kwa huyu mnyama inaanza kuwavuta wanyama wakali kama simba, chui na wanyama wengine kuanza kumtafuta sehemu ambayo hayupo huyu mnyama. Kadri anavyoendelea kuwa na kiu ndivyo ambavyo harufu yake inazidi kuwavuta wanyama wakali kuendelea kumtafuta ili hawaipate nyama yake. Ayala ni mnyama ambaye ni jamii ya swala. Utofauti wake na swala ni pembe tu. Usalama pekee wa mnyama huyu pindi ambapo anakuwa katika hali hii ni kuingia ndani ya maji. Anapoingia ndani ya maji, harufu yake hubadilika na ngozi yake hurudi katika hali ya kawaida. Hapo ndipo ambapo mnyama huyu anakuwa salama dhidi ya hatari ya kukumbwa na maadui. Ndivyo ilivyo kwetu. Kusudi ambalo Mungu alihitaji tuje tulifanye hapa duniani ni harufu. Aidha Mungu alihitaji uje kuwa mshauri katika dunia, tambua kuwa ni harufu ambayo inavuta maadui kuja upande wako. Kwa hivyo shetani anapotazama kile ambacho Mungu aliweka ndani yetu tukifanya duniani kinafanyika kwa ufanisi mkubwa, huwa anatafuta namna ya kuweza kutuangusha na kupoteza maana halisi ya maisha yetu. Usalama pekee katika kutimiza kile ambacho Mungu anahitaji tukifanya hapa duniani ni kuwa upande wake pekee. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye anaweza kutimiza kusudi au mpango wa Mungu ambao Mungu anahitaji aufanye hapa duniani bila kuwa upande wake. Tunaliona hilo kwenye kitabu cha Mwanzo. Wakati ambapo Adamu na Hawa wametoka mbele ya uso wa Mungu, tunaona kuwa waliweza kuanguka na wakashinda kutimiza kile ambacho Mungu alihitaji waje kukifanya duniani. Na matokeo yake ni matokeo ambayo yameleta athari katika vizazi vingi mpaka sasa. Kifo, laana ya kazi, lakini pia uoga na mashaka, na pia kupoteza umiliki wa kile ambacho Mungu aliwapatia ndani ya bustani ya Eden. Kila mmoja wetu jioni hii ya leo ana nafasi ya kumwomba Mungu amsaidie kutimiza na kutambua kusudi ambalo alihitaji aje alifanye hapa duniani. Ninawezaje kutambua kusudi ambalo Mungu alihitaji nije nilifanye hapa duniani? Na nini ambacho kinabebwa ndani ya kusudi ambalo Mungu amenipatia nije kulifanya hapa duniani? Usikose siku ya kesho ambapo litakuwa ni somo zuri ambalo naamini itaendelea kutujenga zaidi katika maisha yetu. Muwe na wakati mwema hadi siku ya kesho. Kwa helini kwa sasa.